Wakenya wanapitia changamoto nyingi, Wakenya wanayapitia maisha magumu sana. Wakenya wanajihisi kuwa kama punda ambao wameshachoka. Amini usiamini, bwana, Wakenya wengi kulingana na utafiti, nasemekana kwamba Wakenya wengi wanaishi chini ya $2 kwa siku. Wakenya wengi wanaishi chini ya $2 kwa siku, ukizingatia kwamba $1 ni shilingi 129. Kwa hivyo jumla ya $2 itakuwa ni kama shilingi 260 kwa siku. Wakenya wengi wanataabika, Wakenya wengi wanahangaika na familia zao, Wakenya wengi wanahangaika kwa manyumba yao, ila hakuna anayelizungumzia hili swala. Wengi walizungumzia hili swala kwa juu tu, kisha wanaliachia linakwenda hivyo. So leo kwenye hii podcast tutakuwa tunayazungumzia baadhi ya maswali ambayo Kenya wanayapitia, na kwenye episode hii utaweza kujua ni kipi ambacho Wakenya wanakipitia na ni vipi tunaweza kulitatua hili jambo, kwa sababu hili jambo linatatulika, na hili jambo Wakenya wakiwa makini ni kitu ambacho kinaweza kikatatulika kwa haraka na kwa wepesi sana. So bila kupoteza wakati, chukua dakika moja tu kuweza kusubscribe, kulike na kucomment tunapokwenda deep kwenye video hii. Karibu sana, hii ni Mwanangu Podcast TV, subscribe tuende nalo. Alright, kama nilivyokuambia hapo awali, hii ni Mwanangu Podcast TV na leo tutakuwa tunazungumzia masuala ya Kikenya. So kama wewe ni Mkenya, jua kwamba video hii inakuhusu. Video hii imetengenezwa kwa sababu yako. Unajua, nilipokuwa nikijaribu kuangalia masuala ambayo Wakenya wanayapitia, umejua siasa nyingi, vitu vingi ambavyo vinaendelea kwa wakati mmoja, ila kuna donda sugu ambalo watu wanalipuuzia, na ni kitu ambacho tunapaswa kukizungumzia na tujue mwanzo ulianzia wapi, tuko wapi na ni vipi tunaweza kulitatua hili swala. Swala sio jingine, swala ni swala la Wakenya kuumia, swala ambalo Wakenya wanahisi ya kwamba wamefika mwisho. Wakenya wanaumia kwenye haya majumba. Mzee, usiaone mtu anatembea barabarani anazungumza peke yake ukadhani kwamba huyo mtu amechizi. Right, unaweza kuwa amechizi kweli kwa sababu yale anayoyapitia kwenye familia yake. Kuna watu wa Kenya wengi ambao hawatamani hata kurudi manyumbani mwao, ikizingatiwa kwamba ukurudi kwenye nyumba yako, watoto wako wamekusubiri, jamii yako imekusubiri, ila hauna chochote cha kuwapelekea, hauna tumaini la kuwapelekea familia yako. So mambo yamekuwa ni magumu, watu wengi wamepitia depression, hasa wanaume, na wala sio wanaume peke yake, hata kina mama. Kuna single ladies, single fathers ambao wanapitia maisha magumu sana. Ila hali yote haya yanafanyika tukiwa na serikali, yote haya yanafanyika tukiwa na wasimamizi ambao wanaweza kucontrol hii economy na wanaweza kufanya mambo mazuri na nchi ikaweza kurudi katika mstari wake. Ukiangalia, ukizingatia kwa sasa uchumi umezoroteka, ila hali viongozi wanakuja tu na kutupatia ahadi ambazo ahadi hewa. Naweza sema ni ahadi hewa kwa sababu ni ahadi ambazo zimekuwepo tangu jadi, ni ahadi ambazo zimekuwepo tangu mababu zetu, ila hazijawahi kuwasaidia Wakenya kwa njia yoyote ile. Bwana, nilipokuwa nikitembea nikagundua na kufanya research huku na kule, amini usiamini, Wakenya wengi leave alone wale watu ambao wana kazi kwenye serikali, leave alone wale watu ambao wamesoma na wana kazi zao za maana. Many Kenyans, around 70% ya Wakenya wanaishi chini ya shilingi 15,000 ambao wanafanya kazi. Hawa si wale ambao hawana kazi, ila wale ambao wana kazi, at least wanapata kitu kwa ajili ya familia zao. Wengi wao wanaishi chini ya mshahara wa shilingi 15,000 kwa mwezi. So ukipiga calculation zako 1-2 kwa shilingi 15,000 unapata hakuna kitu kinachosalia kwenye hizi hela unapofanya mambo yako yote. Watu wengi wanaishi chini ya mlo mmoja kwa siku. Inasikitisha sana. Ni nini ambacho kinapaswa kufanywa ili Kenya iweze kurudi katika misingi yake? Kabla nikuje hapo,
Je, Kenya iliwahi kuwa katika misingi mizuri hapo kabla? Ndiyo, Kenya ilikuwa kwenye right track. Kuliharibikia wapi? Tutaweza kujua, uweze kusikia ni nini ambacho kilifanyika, ni nini ambacho tunakipitia sasa, na ni vipi ambavyo tunaweza tukakwepa hii mitego yote na tukafanya maisha yetu yakawa mazuri sana, yanayomkidhi kila mmoja wetu. So Kenya kwa wakati fulani ilikuwa inapitia maisha ambayo tulikuwa tunaweza kununua sukari kwa shilingi 16 kwa kipindi hicho. Kwa wale ambao walikuwepo kipindi hicho, tulikuwa tunaweza kununua mkate kwa shilingi 8 kwa wale ambao walikuwepo kipindi hicho. Tulikuwa tunaweza kununua vitu kwa bei rahisi kabisa. Lakini Kenya ya wakati ule ni ile ile Kenya ya wakati huu. So watu wengi, ama swali ambalo watu wangependa kujiuliza, ama swali ambalo najua sasa unajiuliza, makosa yalitendeka wapi? Ni nini ambacho kiliweza kufanyika? Ni nini ambacho kilikuweko wakati ule ambacho hakipo wakati huu? So ni swali ambalo pia ningependa kujua maoni yako kwenye comment section, nijue wewe unafikiria namna gani? Ni nini ambacho kiliharibika wakati huu ambacho kilikuwepo wakati ule? So nikijaribu kuangalia ni kwamba tulipo ni pabaya, licha kuwa vitu vimepanda juu. Kiteknolojia tumeimarika, lakini kwa maisha na economy watu wanalala njaa, wengine wanakufa kwa njaa, wengine wanahangaika, wengine wana commit suicide kwa sababu tu ya kukosa pesa, kwa sababu tu ya kukosa kukidhi mahitaji ya familia zao. So what is really happening in Kenya? What is really happening in Kenya? Tunapoangalia masuala haya, tunapaswa tujiulize ni wapi ambapo tulienda wrong. Ni wapi ambapo tulienda wrong? Kitu cha kwanza ambacho Wakenya waliweza kukifanya cha kustaajabisha sana, na kitu ambacho kinawakosti kwenye maisha yao, ni kwenye uchaguzi wa viongozi wao. Kitu ambacho kinakosti wa Kenya ni kwenye uchaguzi wa viongozi wao. That is number one. Kitu ambacho kinawakosti wa Kenya, narudia tena, ni kwenye uchaguzi wa viongozi wao. Wakenya wanawachagua viongozi bila kuangalia. Wakenya wanawachagua viongozi bila kukuwa na elimu ya kutosha ni kwa nini wanawachagua hawa viongozi. Hiyo ndo step ya kwanza ambayo Wakenya huwa wanakosea, na ndio maana unapata maisha yanakuwa kama yalivyo leo. Sijui kama unanielewa mtazamaji wangu. Wakenya wanafanya makosa wanapochagua viongozi kwa misingi ya kikabila. Wakenya wanafanya maamuzi ya kuwachagua viongozi kwa sababu ya hongo, corruption. Unaona, ukikuja ukipatiwa 200, ukikuja ukifanywa hivi na hivi na hivi, vitu vidogo sana. Unajua wanasiasa wako very smart, na wanapokuja na kukudanganya na kukushawishi kwa ajili ya kuwapigia kura, wewe unaingia box, alafu unaingia kwenye mitego yao. Unapata kwamba unafaidika kwa muda mchache sana, na hata vitu vyenyewe si faida, ni vitu vidogo sana ambavyo wanakushawishi navyo, alafu wewe unabakia uteseka maisha mengine, kama miaka mingine 10 ambayo umemchagua huyu kiongozi, ama miaka mingine 5 ambayo umemchagua huyu kiongozi. So the most common mistake ambayo wananchi wao wanafanya ni kuwachagua viongozi very blindly, very blindly. Alafu pia kitu cha pili ambacho Wakenya huwa wana mistake ni Wakenya wengi huwa wana mapuuza. Wakenya wengi ambao huwa wana mapuuza kwa sababu unapata kwamba kuna kitu ambacho unajua kwamba kinaenda kukuathiri kisaikolojia, kuna kitu ambacho kinaenda kufanya hivi, ila watu wengi wana end up kukifanya hicho kitu. So Wakenya wengi huwa wanapuuza vitu ambavyo vinaweza kuwaathiri kisaikolojia na kuwaathiri kimaisha. Wakenya wengi wanakuwa wanapuuza sana. Wakenya wengi wanakuwa ni watu ambao hawataki kuelezwa kitu. Wakenya wengi wanakuwa ni watu ambao hawataki kusikia kitu ambacho ni cha faida kwenye maisha yao. Wakenya wengi wanapenda kusikia kitu ambacho kinawasaidia kwa wakati fulani, na kupuuza kitu ambacho kinaweza kikawa ni long term kwenye maisha
yao. Wakenya wengi huwa wanapuuza sana, ndo maana wana end up kuteseka kwenye maisha ambayo yanakuja. Wana concentrate sana na maisha ambayo yako kwa kipindi hiki bila kuangalia ile future ambayo inakuja. That's why unapata Wakenya wengi unafika mahali wana complain about our generation, wale watu ambao walipita baba zao, babu zao, kwamba walikosea. Kwa sababu gani? Walikosea kwa sababu wali make the wrong decisions. Walikataa kusikia kitu ambacho kingewasaidia watoto wao leo. Wakasikia kile ambacho kiliwasaidia ama solve matatizo yao kwa wakati ule, ila hawakusolve ama hawakutaka kusikia kitu ambacho solve matatizo ambayo yanawakumba watoto wao sasa. So what Kenyans really wanakosea huwa ni pia kupuuza. Ushaelewa? Kupuuza ni point number 2 ambayo Wakenya wengi huwa wameishi nayo, na ni watu wa kupuuza, na ni watu wa kuassume kwamba maisha yako sawa. If I live now, I don't know about tomorrow. Ushaelewa? So Wakenya wengi wanakuja na kusema, so unapata maisha ya mbele yanakuwa ni ngumu sana kuweza kuyakata na kuweza kuyakusanya na kuyaweka pamoja, kwa sababu tunakuwa ni watu wa kupuuza yale ambayo tunaelekezwa, yale ya mbele. So tukiweza tu kuwa watu wenye kusikia, tutayafanya maisha yetu yaweze kucatch up pia na zile nchi ambazo zimeweza kuendelea, na tutaweza kusolve hata kama sio 100%, but hata kama ni 30%, we shall kukosa tu kupuuza mambo fulani na kukua na ile education ya kuweza kuelect the correct leaders. Ushaelewa? Tutakuwa tumesolve at least 40 ama 30% ya kile ambacho Wakenya wanakipitia kwa sasa. So kile kitu ambacho Wakenya wanakipitia kwa sasa ni kitu ambacho kinaweza kutatulika. Kutopuuza ni kitu ambacho kinaweza kutatulika kabisa, na pia kuelect wale leaders ambao wanawajibika, leaders ambao wana agenda nzuri kwa ajili ya taifa, ni kitu ambacho kinaweza kikarekebika na Kenya ikasonga mbele. Inauma sana kuona wazazi, kuona walimu, kuona madaktari, kuona kila mtu analia. Umejua hakuna mahali ambapo mtu atasema anaweza kukimbilia kwa ajili ya msaada. Wakati huu ambapo tumefika, hapa tulipofika, hakuna mtu ambaye anataka kumsaidia mwenzake. Kila mtu anataka kufa kivyake, ama kila mtu anataka kufa maisha yake ndani kwa ndani. Utapata watu wengi wamekataa kushare yale maisha ambayo, kwa sababu utashare wapi? Utashare wapi shida zako? Kwa sababu yule unayeshare naye pia ana matatizo yake. So hata mkikutana, unapata inakuwa ni ngumu sana kuweza kuelezeana matatizo yenu, kwa sababu ya kile ambacho kila mmoja wenu anakipitia. So tukue makini sana. Na mimi sijui maoni yako ni gani. So nataka kujua tu maoni yako. Chukua dakika moja tu kuweza kuniandikia comment yako hapo, uniambie wewe unapitia shida gani. Unajua sometimes pia kujizungumza inakuwa ni vizuri tena sana. Kujizungumza inasaidia, na watu wanajua ni nini ama ni vipi wanaweza kujisaidia kusolve mambo kadha wa kadha kwenye maisha yao. So niandikie tu comment yako hapo, niambie unalipwa pesa ngapi, na unaimudu vipi salary yako kuweza kuimudu familia yako, na ni vipi ambavyo unaweza kumanage, ama ni vipi ambavyo una manage familia yako, ni vipi ambavyo una manage jamii yako na kile kidogo ambacho unakipata. So nataka nione comment section yako, labda comment yako itamsaidia mtu mwingine ambaye amekwama, ama itamsaidia mtu mwingine ambaye hana solution ya nini aweze kukifanya. So keep on subscribing, keep on liking kuweza kupata video kama hii, na kwenye next episode tutazidi kuweza kuzisoma pia jumbe zenu, kuweza kujua ni nini ambacho Wakenya kadha wa kadha wanaweza kupitia, na itakuwa ni mzuka na itakuwa ni vizuri tena sana. This is Mwanangu Podcast TV, ambayo inakuletea mambo ambayo ni uhalisia, mambo ya kisiasa, socio economic na mambo mengine kama hayo. Hata spiritually tunakuletea vitu vizuri, vitu ambavyo unataka kusikia, na vitu ambavyo vitakusaidia kuelevate kwenye maisha yako. So this is Mwanangu Podcast TV. Tukutane kwenye next video. Bye bye.